Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu asubuhi ya leo. Napenda tuombe ndio nikapate kuleta neno asubuhi njema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa uhai, afya na uzima ambao umetujalia. Nakushukuru kwa ajili ya neno hii Bwana, likatakase, likasafishe, likaweke matumaini, likaumbe upya mioyo iliyovunjika katika jina la Yesu Kristo. Wasiokuwa wanajua pa kwenda wala pa kutorokea, Baba ukafanyike njia kwa maisha yao kupitia neno la leo katika jina la Yesu Kristo. Na kuheshimu na ninakuinua wewe Bwana kwa kuwa unaweza. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Matendo ya Mitume sura ni ya 12 kuanzia mstari wa 5. Tunajifunza, nataka niseme neno juu ya wewe ambaye unasikia ni kama unafika mwisho, hujui ni wapi pa kwenda, hujui ni wapi pa kutorokea. Tuanzie huyo mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakalinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubafuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Kafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Petro, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amejaa uwezo, alikuwa amejaa mamlaka. Hakuwa ametendea Mungu dhambi yoyote, hakuwa ameondoka kando na njia za Mungu, lakini ikawa kuna hila, shetani anamfanyia hila. Ikawa amepangiwa na maadui wa Mungu, wakawa wamempangia kummaliza. Walikuwa wanataka kukata kabisa kizazi cha Ukristo hapa duniani, wafagie kabisa. Maana walianza na Yakobo, wakamshika Herodi, akamshika